moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya inapofika kipindi fulani ambapo unaona kabisa kwamba mambo yako yote hayaendi, you undergo a very heavy and strong challenge. Unaona kabisa kwamba unakutana na changamoto kubwa sana kwenye maisha yako, kwenye biashara zako, kwenye mambo yako, kwenye mipango yako yote. Sometimes unaweza kuona kabisa kwamba kama mbele kuna giza, hamna kitu kingine kinaonekana, kama there is no life again. Here's what you have to do when you feel yourself being in a certain circumstances or challenges in your life. Hivi ndio vitu ambavyo unaweza kufanya. Namba moja, epuka sana kukaa peke yako. Epuka kukaa peke yako. Kwa nini? Kwa sababu unapokaa peke yako mara nyingi tunawazaga tu mabaya, tunawazaga kujihurumia na you cannot be successful in life by kufikiria kujihurumia. Hakuna mtu anayefanikiwa kwa kufikiria kujihurumia. Namba mbili, ni epuka kukaa yani sehemu ambayo haina kelele yoyote. Lakini ibara yake kwamba kitu unachotaka kufanya ni lazima ujichomoe ufahamu. Yani jisikie kama vile hauna tatizo lolote. Maana kama ukienda sehemu, maana yake nini? Jichanganye kwenye sehemu ambayo utakuta kuna watu ambao hawana habari, they are getting good time, labda wana party, wana nini, wana enjoy muziki, wanafanya vitu fulani na nini ambapo wewe kabisa hujui. Na wewe ingia mbele, jitoe ufahamu na anza kushangilia na kuruka nao kama kawaida. Hiyo ni namba moja, hiyo solution namba moja. Solution namba mbili, jichanganye na watu wengine nimesema. Namba tatu, lazima utafute, find yourself your best comedians. Best comedian. Don't find it for music. Usifuate muziki. Usifuate muziki wala don't watch movie. Usiangalie movie, usiangalie muziki, usisikilize muziki. Tafuta comedian. Otherwise kama ni muziki labda ucheze, lakini sio kusikiliza. Kwa sababu ukisikiliza unasikia kuna labda pengine you are disappointed with love. So they talk about love in music. Music content came relatively to, or maybe approximately closely to love. You go back in the same game again ya kuendelea kujiumiza. Kwa hiyo achana na mambo ya kusikiliza muziki, achana na mambo ya kusikiliza movie. Wewe kama ni muziki cheza, kama movie hapana. Lakini cha tatu ambacho ni cha muhimu zaidi, tafuta mchekeshaji yoyote ambaye unamkubali sana. Follow him, go listen to his best comedy. Na ukiona kuna mahali fulani you are too much interested in, cheka kwenye kiwango cha lami, cheka kwenye kile kiwango cha mwisho. Listen, maana halisi ya kujichanganya na watu unapokuwa na mawazo makubwa ni kwa sababu ya kwamba maisha, pesa, mali, heshima, uwezo, kila kitu Mungu anapatikana kwa watu. So getting together with people, you're getting together with the Creator. Getting together with people, you're getting together with the Holy Spirit. Getting together with people itakusaidia kuweza kupata mawazo mapya na vitu vingine na vingine. Unaweza kushangaa umeshakutoa kwenye ile wazo yako wa kupeleka kwenye vitu vingine. Sometimes na kingine, epuka kukaa kimya sana unapokuwa na mawazo mengi. Be talkative. Kwa sababu ukikaa kimya sana, kwanza unazikimbiza fursa kwenye mazingira yako. Unawaambia ni kama vile watu, tokeni msikae karibu na mimi, msikae karibu na mimi. If they are not going to stay closer with you, they are not going to share with you anything good that can support you. Maana yake ni kwamba unajiingiza mwenyewe kwenye mateso ya wewe na wewe. So jichanganye na watu, jitoe ufahamu kama vile hauna matatizo yoyote. Kaa na watu wengine, alafu sikiliza, jichanganye na kwenye mambo yao, ni gani hivyo. Tengeneza mazingira ya kufurahi, kujifurahi kama wewe. Lakini sikiliza comedy, maana yake zitakufanya ucheke, na utakapocheka utatengeneza mind renewal. Mind renewal maana yake utatengeneza ubongo wako uanze kuwaza, ufurahi. Utakapofurahi utaanza kuwaza upya. Utakapowaza upya, you will discover and find out a solution, and the breakthrough will come on your way out. This is the PAULMOGOLA Paul Magola. I'm Cecilia Magola's firstborn baby boy. I love you so much and I want you to do better in this 2025. God bless you and God bless your dream. Woo!